Mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii, ni siku nyingine tena Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, naizungumzia TMDA, inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii, kwa lengo la kukujuza, kukuelimisha, lakini pia hata kukuhabarisha masuala mbalimbali ambayo yanatekelezwa na TMDA kwa lengo la kulinda afya yako, kulinda afya ya wananchi wa Tanzania. Ninayekukaribisha kutoka studio naitwa Gaudensius Mwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, katika studio huwa tunakuwa tuna mada au tuna jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili. Kwa siku ya leo tuko kijiji cha Kibakwe. Hapa tunakutana na wananchi wa kijiji cha Kibakwe, naongelea wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma. Nakukaribisha ungane nami, ungane na wanakijiji wa Kibakwe ili kwa pamoja tuweze kuelewa ni nini jambo letu kwa siku ya leo. TMDA tunazungumza na wananchi wa Kibakwe. Kumbuka TMDA inashughulika na udhibiti wa dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi katika kuhakikisha siku zote vinakuwa bora, salama na vyenye ufanisi. Karibu. Afya bora kwanza na TMDA. Kwa sasa, kwa leo tutakuwa na mada moja ambayo inahusiana na udhibiti wa dawa duni na bandia au utambuzi wa bidhaa duni pamoja na bandia. Na lengo la kujifunza hili liweze kutusaidia sisi iwapo tunatumia hizi bidhaa, wakati wa kutumia au tumeenda kununua hizi bidhaa, basi tuweze kuwa na uelewa ambao kwa kiasi fulani utatusaidia sisi kufanya maamuzi, ili kama tunatilia shaka bidhaa kama tunatilia shaka ubora wa hizi bidhaa, tuweze kutoa taarifa, lakini pia ili basi tuweze kushughulikia hizi taarifa ambazo mnatupatia kwa lengo la kuhakikisha kwamba bidhaa bandia hazipo katika soko na hazikwendi kuathiri afya zetu sisi kama watumiaji wa bidhaa. Hasa bidhaa bandia ni zipi? Kwani tukisema dawa bandia tunamaanisha nini? Tukisema dawa bandia tuna maana gani? Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, kama nilivyosema awali, inasimamia ubora wa dawa zote zinazotumika hapa nchini. Na dawa zinazalishwa kwa utaratibu ambao upo kisheria. Na pia uuzaji na usambazaji wa bidhaa hizi ina utaratibu ambao upo kisheria. Sasa katika vipindi fulani kuna watu ambao wanakiuka utaratibu ili kujitengenezea faida kutokana na hizi bidhaa, kwa kuzingatia kwamba pia bidhaa za dawa zinatumika kwa kiasi kikubwa sana. Hasa dawa bandia ni zile dawa ambazo mtengenezaji ameficha uhalisia wa dawa kwa lengo la kujipatia faida. Mtengenezaji anaficha uhalisia wa dawa husika kwa lengo la kujipatia kipato au faida kutokana na dawa husika. Hasa dawa bandia mara nyingine inawezekana ikawa ni dawa ambayo mtengenezaji amedanganya jina la dawa au amedanganya kiasi au kiambato hai kilichopo kwenye dawa, au mtengenezaji hakuweka kiambato kabisa cha dawa kwenye ile bidhaa, au mtengenezaji amedanganya jina la kibiashara la ile dawa husika. Tuseme kwa mfano, tuna dawa inaitwa Panado. Tunafahamu Panado? Panado kiambato hai kwenye ile dawa kinaitwa paracetamol. Paracetamol ndio dawa yenyewe. Ila Panado ni jina la kibiashara la dawa ya paracetamol ambayo imetengenezwa na nani? Kiwanda cha GSK Kenya, si ndio? Ndio tunapenda sana kusema ya Kenya, Panado ya Kenya. Lakini paracetamol ile ile kuna viwanda vingine ambavyo vimetengeneza. Kuna kama Shelado, si ndio? Ambao wanatengeneza wenzetu wa Shellies, si ndio? Kuna watu wa Prinadol wametengeneza paracetamol ile ile, lakini jina la kibiashara inaitwa Prinadol, ambayo ni kiwanda cha Prince Pharmaceuticals kinatengeneza hiyo dawa. Dawa ni ile, lakini mara nyingine itakatokea mtu akatengeneza dawa au ni paracetamol anayo, amekaa sehemu akaweka kwenye lebo yake akaweka Panado, ambayo ni jina la kibiashara la mzalishaji ambaye alioko Kenya, lakini kiuhalisia yeye sio GSK. Sawa? Hiyo inakuwa ni nini? Ni feki. Si ndio? Au ndio bandia tunayoisema. Kwamba ametudanganya kwamba aliyotengeneza ni GSK, ametudanganya kwamba ile dawa ni Panado, lakini sio Panado kiuhalisia. Ameiga jina la Panado kwa sababu linauza sana. Sawa? Hizo ndio bandia. Ni kama bidhaa nyingine. Si ndio? Kwamba kuna watu ambao fulani wamekaa sehemu wanaiga, anadanganya. Inawezekana ikawa dawa ina kiambato hai cha paracetamol katika kiasi ambacho kinahitajika, lakini amedanganya jina
la kibiashara. Au mara nyingine mtu anaweza kakaa sehemu akachukua vidonge vile, akasaga unga wa miogo, akafunga kwenye fungashio, akaita Panadol au paracetamol, akaingiza kwenye mzunguko, kwa maana kwamba yeye anataka ajipatie kipato kwa kudanganya ile ni dawa, wakati kumbe ilikuwa ni unga wa miogo, lakini sio dawa. Wewe utakutana nayo kwenye soko, utatumia, hautakufa, lakini pia hautapona, haitakutibu. Hizo ndio dawa bandia. Sasa kwa nini watu wanatengeneza dawa bandia? Kama nilivyosema awali, nia ya hizi dawa bandia ni mtu kutengeneza nini? Kipato. Mtu amekaa sehemu anataka aingize faida haraka, anatengeneza hizi dawa akijua kwamba dawa ni bidhaa ambayo inazunguka na mzunguko mkubwa na atauza kwa haraka, atapata faida. Kwa hiyo anatengeneza zile dawa bandia. Tutapata nafasi ya kuuliza maswali, usio na wasiwasi. Sawa, hizo ndio dawa bandia. Nia ya kutengeneza hasa, mtengenezaji anaficha kwa makusudi ili kupata faida. Sasa kwa nini hizi bidhaa ziko katika soko? Kama nilivyosema, moja ni kwa sababu ya kipato, lakini pia kwa sababu tunafanya biashara ambao sio waaminifu. Hawajali afya ya watumiaji, yeye anachojali zaidi ni nini? Kipato. Ndio ameingia katika huu utengenezaji wa kuingiza hizi bidhaa. Sasa sisi kama mamlaka, pamoja na mambo mengine kama nilivyosema mwanzoni, mikakati yetu yote ipo ya kudhibiti hizi bidhaa zisiingie katika soko. Yaani ukaguzi katika vituo vya forodha, kusajili wale waingizaji wa dawa, kusajili dawa zote zinazoingia nchini. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba hizi bidhaa bandia haziingii sokoni. Lakini tunafanya ukaguzi katika soko ili kuhakikisha kwamba hizi bidhaa hazipo katika soko. Lakini kama unavyofahamu, hii ni vita ya kibiashara ya kipato, si ndio? Kwa hiyo sisi mikakati ya serikali au TMDA kwa niaba ya serikali ya kuziondoa hizi bidhaa inakumbana pia na changamoto ya mikakati ya wafanyabiashara ya kukwepa huu taratibu ili kuingiza hizi bidhaa kwa ajili ya kujipatia kipato. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Pamoja na jitihada zote zinazofanyika na serikali kuziondoa hizi bidhaa na kuzuia kuingia hizi bidhaa kuingia katika soko, bado kuna wimbi la uingizaji wa hizi bidhaa kwa njia ambazo sio rasmi, kwa kutumia mipango mbalimbali, mikakati mbalimbali ili kukwepa nini? Mikakati ya serikali ya kupambana na hizi jitihada. Kwa hiyo sasa ndio maana tunafikia pia tunatoa elimu kwa nyinyi sasa watumiaji wa mwisho, ili iwapo huyu mwingizaji ametukwepa sisi TMDA akaingiza hizi bidhaa, basi na wewe ukutana nazo katika soko uchukue tahadhari, ututaarifu, ili kwa pamoja basi jitihada ziweze kufanya nini? Ziweze kuzaa matunda. Sasa sisi kama watumiaji wa bidhaa tunawezaje kutambua dawa bandia? Hilo ndio swala la msingi, maana ndio ambako tutaulizana, si ndio? Au sasa sisi, mimi mtumiaji wa mwisho, mimi naumwa, naenda tu hospitali, najua nitapewa dawa, nitaenda kutumia. Sasa mimi nawezaje kutambua bidhaa ni bandia? Kutambua dawa bandia ni swala la kitaalamu, lakini sisi wananchi kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza kuna vitu mbalimbali, viashiria mbalimbali ambavyo vinaweza kutusaidia sisi tukatilia shaka, na hivyo unapotilia shaka unatoa taarifa TMDA. Na sisi basi TMDA tutafanya kazi ya kuhakikishia kama ile bidhaa ni yenyewe au ni bandia. Sasa moja, kuna vitu ambavyo wewe kama mtumiaji wa mwisho vinaweza vikakupa mashaka ya dawa unayotumia. Moja ni maelezo ya vifungashio vya dawa, ikiwemo tarehe ya mwisho wa matumizi. Kwa utaratibu wa utengenezaji wa dawa tumeelekeza kwamba maelezo ya tarehe ya kutengenezwa na mwisho wa matumizi inatakiwa yaandikwe kwa namna ambayo si rahisi kwa mtu kufuta. Kwa hiyo unaponunua dawa ukakuta imegongwa muhuri ambao umeandika tarehe ya mwisho wa matumizi, ambao muhuri wenyewe umeshafutika, ukiangalia unaanza kuwa na dalili za kufutika, huwezi kusoma ile tarehe ya mwisho wa matumizi, hapo lazima uweke viulizo kwamba tarehe ya kutengeneza tarehe ya mwisho wa matumizi inatakiwa iandikwe kwa namna ambayo haiwezi kufutika kirahisi. Kwa hiyo katika kifungashio chako cha dawa ukiona ile tarehe kidogo kuna kurudia, kuna namna ambayo inafutika, ionekane vizuri, hayo ni vitu ambavyo viashiria ambavyo vinaweza vikakusababisha wewe uanze kutilia shaka. Na ukiona hivyo unatakiwa kutoa taarifa TMDA. Tawaambia unatoaje taarifa. Ukishaona tu hivyo kwamba tarehe ya mwisho wa matumizi ile expire date uelewi, yani kama imefutika, unaona kwingine kuna 8 kama ni 7 kama ni 8 hivi haieleweki, hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kuletea viashiria kwamba dawa hii inaweza kuwa feki. Ya pili ni maandishi au namna ambavyo dawa imeandikwa. Kwa mfano jina la dawa.
Kwa mfano umezoea kununua Panadol, si ndio? Ambao tunafahamu kabisa Panadol ukinunua kama ulivyozoea awali, utaona kwamba labda maandishi yake ni wima. Ukaenda kununua Panadol ukakuta kwa jinsi ambavyo ilivyoandikwa maandishi yako mshazari, tofauti na ambavyo ulivyokuwa unategemea awali. Hiyo lazima ianze kukupa mashaka, viulizo. Kama mimi nimezoea Panadol nilikuwa nikinunua maandishi Panadol yameandikwa wima. Lakini iweje sasa hivi haya maandishi Panadol yameandikwa kimshazari? Sawa? Au alu, hii ilikuwa ni alu. Tumezoea imeandikwa alu. Lakini sasa hivi alu nilizoea kwamba maandishi yake yameandikwa kwa wima. Lakini hii alu unaona kama maandishi yako mshazari. Au lile jina yawezekana kabisa walivyokuwa wanaandika amesahau herufi kwenye ile jina la dawa. Kama nilivyosema natumia sana Panadol. Ukakuta labda kile kifungashio kimeandikwa Pando, amesahau herufi A kwenye ile jina. Hizo nazo lazima zikupe viulizo. Nafikiri hapo tunaelewana. Sawa? Lakini pia kuna mabadiliko ya dawa ambayo yanaweza kukupa wewe wasiwasi. Kwa mfano tumezoea kwamba vidonge vinakuwa na rangi nyeupe. Labda umezoea kwamba dawa hii tumezoea vidonge vyake ni vyeupe. Ukaenda ukanunua ukakuta vidonge vina rangi ya tofauti, vimeanza kuwa labda na rangi nyeusi au vimetengeneza fungus au vimebadilika kabisa rangi kutoka weupe vimekuwa na rangi nyingine. Ukikutana na hali ya hivyo, lazima uanze kutilia mashaka hiyo dawa yako. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo ni vizuri pia. Lakini pia ukikuta kidonge chako zile tembe ukichukua tu kinasagika. Simejua mwingine kabla, yani ukifungua tu ukitoa kwenye ile blister kinasagika kabla ya nani. Hiyo nayo ni vitu ambavyo vinaweza vikakupa mashaka. Kwamba kidonge hiki kwa nini kina tembe zake zinaweza kusagika kabla ya kuanza kutumika. Sawa? Hayo ni mabadiliko kwenye dawa ambayo yanaweza kukupa wewe viashiria fulani vya kuhisi dawa hii inaweza kuwa sio halisi, ni bandia. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni mabadiliko ya mwili wakati ambao tunatumia dawa. Wengine tuna mazoea. Kwa mfano ukitumia dawa za rangi mbili, wale wa Ampiclox, Ampicillin, sawa? Kwamba hata ukitoka jasho mara nyingine unasikia harufu ya dawa, au ukikojoa unasikia harufu ya ile dawa, si ndio? Hasa unaenda kununua mara nyingine dawa ya rangi mbili unakunywa, jasho halina mabadiliko, kukojoa hakuna mabadiliko, yaani hakuna mabadiliko yoyote ya harufu kwenye mkojo au kwenye jasho kama ambavyo ulizoea awali. Hivyo ni vitu ambavyo vitakupa viashiria. Sawa? Lakini pia mabadiliko ambayo unakuwa nayo unapochukua pia dawa tunategemea pia upate unafuu. Lakini mara nyingine kama iwapo hujapata unafuu, lazima uchukue hatua. Inawezekana ikawa dawa haijafanya kazi au dawa ni bandia. Si ndio? Lakini sio mara zote kwamba dawa isipofanya kazi au isipopata unafuu dawa ni bandia. Kuna mambo mengine, lakini ikiwa dawa haijakuletea matokeo au hujapata unafuu, lazima utilie shaka na utoe taarifa ili tuweze kufuatilia kujua tatizo la dawa kutokufanya kazi ni nini. Idunda safi? Safi. Idunda safi? Safi. Jamani hapo tunaelewana? Hakikisha unachukua tahadhari. Hakikisha unanunua bidhaa katika sehemu rasmi, lakini hakikisha unatumia vizuri kwa kufuata maelekezo ya mtaalamu aliyekupa. Lakini kabisa ukiona kuna viashiria vyovyote dawa uielewi, yani ukiangalia maelezo yake, ukiangalia jinsi ilivyo, jinsi ukitumia unaona kama yani unapata mashaka, toa taarifa ili tuweze kuokoa maisha kwetu sisi, lakini tuwasaidie na watumiaji wengine wa hizo bidhaa za dawa. Afya bora kwanza na TMDA. Sylvester Adriani Mnyanyi, mkazi wa kitongoji cha Mjini Juu katika kijiji cha Kibakwe. Maelekezo haya nimeyapenda. Sababu za msingi ni mbili hasa. Sababu ya kwanza ni kufahamu na kujifunza kutambua dawa zisizo salama, kwa sababu wakati mwingine tunapokea tu hizi dawa, hatui makini kuangalia taratibu zake kwamba ziko katika mstari ulionyooka, maana yangu kwamba ziko katika tarehe zilizo sahihi. Sasa tunapokea tu tunazitumia. Haya, wakati mwingine unaweza ukagundua lakini usijue mahali pa kuipeleka au mahali pa kuripoti, kusudi dawa hii isiendelee kutumika kwa watu wengine pia. Hasa kwa mambo haya mawili, mimi binafsi nimepata faida kwamba
kuwa mwangalifu kwenye hii dawa. Halafu la pili, nitakapokuwa nimegundua, basi pia kuwa kupafaa mahali pa kuweza kuripoti hii dawa, kwamba dawa hii nimeiona inaonyesha haifahamiki vizuri au si sahihi, japo unaweza isiwe una uhakika sana, lakini kwamba mashaka yangu naona yako namna hii. Basi pale taarifa zitakapowafikia, basi kwa utaalamu na uhakika mtakuwa mmethibitisha ubora wa hii dawa, au kwamba hapana, hukuelewa vizuri, lakini dawa hii ni sahihi, nakuwa nimepata faida. Mimi naitwa Mchungaji Paulo Chitema. Nimepata furaha kubwa kwa vikao vya leo hapa kwenye shule yetu ya Idunda. Nimepata sehemu ya kwanza na sehemu ya pili kwa ajili ya kujua tiba mbadala na kujua kwamba dawa, kumbe kuna dawa zingine wanatuletea hazijulikani, hasa kwa sababu hatujui, lakini leo tumevumbuliwa siri na kuijua tayari, na sura tumeletewa, tumeshaelewa. Nikiona nimekwama lazima niulize kwamba kumbe ndivyo ilivyo. Basi tumeona kwamba nimepata furaha kubwa sana kuijua swala kama hilo. Najua kwamba lazima litafanyika vizuri. Nikiona nimekwama lazima niulize, nikishauliza nifunuliwe tena hapo nilipokuwa bado sijajua, niendelee kujua. Kumbe kuna tiba zingine tunagonga ukuta kwa ajili ya kukosa dawa zilizo kamili, tunapewa dawa feki ambapo hazifai. Kumbe kuna watu wamejiingiza, wanatoa dawa kwa ajili ya kuchukua hela za watu bure. Kwa jina naitwa Esnati Simo, mzaliwa wa Kibakwe. Tulikuwa tunaelimisha leo kwa kutumia tiba tunazopewa mahospitalini. Sawa, tunapewa zingine tunanua, lakini mara nyingi kukagua inakuaga sio sana. Asilimia kubwa huwa tunatumia kwa pasipo kuziangalia. Huo ndo ukweli. Kuna sehemu unaweza ukapata dawa inakuwa mwisho leo, lakini mwenzako akisoma akisema hii dawa mwisho wake ni leo, hata kama ukiirudisha hawezi kupokea. Hawezi kupokea kwa sababu anasema mimi tayari nimeshauza. Hiyo ndo ilivyo. Na kuhusu mafundisho ya leo, tumejifunza kitu kwa sababu tulikuwa hatutambui, na sehemu ya kutoa taarifa tulikuwa hatuijui. Lakini kwa mafundisho ya leo tumeshatambua wapi ni pa kutolea taarifa. Kwa jina naitwa Dastani John Mieule, ni mkazi wa Kibakwe katika kitongoji hiki cha Idunda. Nashukuru kwa ujio wenu na kwa semina yenu fupi mmetupatia siku ya leo. Nimejifunza mambo makuu mawili. Kwanza ni vipi utaweza kuzitambua dawa bandia. Kwamba unaweza kupewa ukaenda dukani au hospitali ukapata ile dawa, lakini ni vipi utaweza kuzitambua? Hiyo elimu kikweli sio wote ambao tunayo au ambao tumekuwa nayo. Hicho ndo kikubwa nilichojifunza cha kwanza. Na cha pili ni aina gani, yani namna gani ya kuzitumia. Kwa hiyo elimu kikweli tunashukuru, na tunaomba muende kutoa kwa baadhi ya maeneo mengine mengi tu, ili elimu hii iweze kusambaa, na kikweli tu tunajua, yani tuzidi kufahamu zaidi na zaidi. Itatusaidia kwa ajili ya kulinda afya zetu. Nilivyoelewa jinsi mlivyotuelimisha hapa kuhusu madawa ambayo hayaeleweki, na mimi nimeamini kwamba mmetuletea ujumbe mzuri kuhusu sisi wananchi wote. Mimi sina mengi zaidi ya hapo. Imeisha. Itanisaidia katika kimaisha yangu pamoja na watu wengine.
Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, hakuna lililo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho, na hivi ndivyo tunahitimisha kwa siku ya leo kipindi chetu cha TMDA na jamii. Kumbuka leo tumekuwa katika kijiji cha Kibakwe, mkoa wa Dodoma, katika wilaya ya Mpwapwa. Tumezungumza na wananchi wa kijiji hiki cha Kibakwe. Ni imani yangu nawe umefuatana nasi, umeelewa, umejifunza, lakini pia umechukua nini wajibu wako katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Na kumbuka leo tumezungumzia masuala mazima ya dawa bandia. Ninakushukuru kutoka studio, naitwa Gaudensius Mwanza, lakini ninakualika ukiona maswali, maoni au hata dukuduku, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia nambari ya bure kabisa ambayo mamlaka hii imelipia, nayo ni nambari 0800110084. Mpaka muda na wakati mwingine, kutoka TMDA na jamii nasema kwa heri. TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa.